Bro, nimejaribu hadi wash. Wacha. Wewe msee bana. Namba yangu ni 0. Nikupatie. Lakini si ati kujaribu kufanya. Mimi ndo niliosha. Wallahi te. These are the stories of my life. Stories of my life. Stories of my life. What's up my people and welcome back to our YouTube channel. Tujuane show inaendelea kama kawaida na leo pia nimewaletea guest ndani ya nyumba. Before I introduce this amazing guest, nataka tufanye ile kitu. We normally take a break ya kusubscribe na kushare na mabeste. In 1 2 3 let's go everyone. Okay, thank you so much. So in the house today I have this amazing host alafu pia tulisema ni tujuane show, so tunaenda kumjua atuambie majina ni nani. Si niliwaambia kwa show huwa tunaleta watu watujui tuwajue sasa. So in the house I'm going to introduce to you this amazing guest. Tumemtafuta huyu msee kumpata ni ngori walai, lakini sisi ni akina nani tumemchimbua. Manze, welcome to my show. Fit man. Bana, kukubaliwa hiyo invite ilikuwa ngori. Si ngori. Ni vile mashughuli. Unajua siku hizi tangu wase waanze kusema masani mengi. Masani machache mambo ni mengi. Things have changed man. Kabisa. Hiyo phrase ilikuja na vitu zingine. Ni kama kuna ile mentality tukijiekaga vitu zio change. Before tuanze maneno before tuwapatie maneno, hebu tuambie wewe ni nani? Huyu majina. Mambo vipi? Mimi naitwa Director Leseni. Hizo ndio jina zangu za ID. Hizo ndio jina zangu za show. Auogopi kupeana majina zako zaidi? Kama ni kama hustler kwa pin yangu ya M-Pesa. Okay, so wewe ni Leseni. Yes, Director Leseni. Director Leseni. Yes, Felix Leseni is my official name. Okay, social media ni Director Leseni. All right. Mimi ni a video producer, films director, photographer. Mimi ni vitu mob. Wewe ni vitu mob. Businessman. Jack of all trades. Leo nawaletea wase watawafundisha. Ni wase nakwambia kumpata ilikuwa ngori. So Director Leseni, Yeah man. As a director wewe unafanya nini? So vitu mob. Okay, me do for now. As a director nafanya music videos. Okay. Nafanya screenplays. Okay. Content. Or you create content? I create content. Oh, right. Nafanya commercials. Nafanya photography. Basically kwa field ya kudirect ni wide. Production is wide. Production is wide. Yeah. So ile kitu ime come through na niko na knowledge ya kupiga ina fall under production. Inasonga kusonga. Wallahi. So mmemsikia is a film producer and is to your package ya production. Yeye kila kitu. Sasa na nimekuwa nakutafuta, yani tujue mambo 2-3 kukuhusu. Like I've been seeing you somewhere behind the tent. Nikasema who is this amazing person, a very young gentleman anafanya hizi kazi zote. Na nikasema acha nikutafute. Yeah man. So nataka tuguzie kidogo. There's a video I saw ya a wife to ndataja leo mjue niko na celeb. A wife to the Pluto ule msee wa manini wakuvunja ndoa. Chief sanitizer. Asa nimewaletea msee urekodi hizo vitu. So hebu tuambie, niliona yora nini like msee wa kamera wa Felicity. Ndio Felicity Shiro. Okay. So yeye mlipatana aje? So Fel tulipatana through Pluto. Okay. So basically nimekuwa nikiwork na Fel for a while. Yeah. Sasa tumesimamisha kidogo analea. Okay. Work na Fel for some time. Nilijuana na Fel through Pluto. Pluto amekuwa long term friend. So ikafika place nikaambia ni aje
si tupige shughuli. Akaniambia sawa, we tupige shughuli, we unaweza shoot ya wife. Juu sasa loyalty test yake iko na kutravel mob. Na pia iko na zile abrupt calls. Ni aje kuna couple tumepata hapa come through. Yeah. So hiyo singeweza. Juu sometimes unapata niko shoot, mi bado ndio video director wa Maroc Modern. Hiyo hosi. So singe manage kufanya travel and yeah. So I was like your experience with Pluto, achana na bibi yake kidogo, siongele bibi wenyewe. Experience yako umesema is a long term friend. Yeah. So experience yako imekuaje na huyo msee? Naona like a celeb, having being a friend with a celeb and a superstar. Naona anatutesa, kuna vile anatupea pressure. So unaona ngaje like? So basically my relationship with the Pluto ni business wise. Kazi. Pluto ni mse biashara, mse kujituma. Is a friendly guy, is a humble guy. Sio ule mse akona madharau. Unajua kuna mse shida unashoot bibi yangu kwa round like what are you we producer ni ule mse hata akinipata tunapiga content hapo ama amenipata nimemaliza kuedit content maybe naangalia vitu zangu hapo ana story mob. Chapa kazi yako. Yeah. Ni mse as in tumebulio relationship hiyo trust trust. Unajua kuna mtu wezi acha na bibi yako bana. Uache mtu na bibi yako waenda kushoot content mahali huko. Nilikuwa kidogo niulize. Sasa hiyo ni experience yako. Sasa kwanza tunaenda mbio leo aje. Mse angalieni vile this producer ni very young. Kuna mtu mahali hapo. Tuanzie hapo before tuende mbele. Mnajuangaje? Kidole nilisikia kidole kisikizi mnatoa. Kidole cha sikizi tunatoa. Amoja fika hapo. So guys, mimi I'm a dad of 2. Oh wow. Niko na vijana 2 barobaro. Vijana wawili. Hiyo ni story tutapiga siku nyingine. Hiyo ni content kivyake bro. So mkitaka kuona hiyo ngoje season 2 episode 2 ina come through. Okay, so tutawaleta episode 2 bado ni ma content creators like vile umesema you are a producer na najua most producers spend time outside ile like your marriage sasa na time how do you like balance marriage yako na work? Being a producer is not easy. Kwa umesema you are event organizer, like you are everything about production. Bro, hiyo kitu mimi kwanza acha tu niwaambie wife. Thank you so much for understanding me. Si rahisi. There was a time nilikuwa napiga kazi kwa TV station fulani. You know ilibidi wawe wakae home. Mimi nipige shughuli peke yangu. Okay. Cause nilihave kushift hiyo time tulikuwa tunaishi Kite huko side za Isinya. So ilibidi nimewacha home, mimi nimekuja Nairobi. So uko hivyo Isinya nikao shags wala watu kaji. So but Isinya ni kubwa bana. Ni kubwa town kubwa. Okay. Town iko na supermarket. Iko na barabara. Iko na lami. Wewe acha bana. Okay. Iko na club. So ikabidi niwaache home, mimi nikakuja tao kupiga shughuli. Okay. Nilikuwa naenda home after 1 month. Wewe unakaa wewe bro for 1 month. For 1 month. Na kuna mtoi na wife. Yeah. Watoi kwanza si mtoi. Nilikuwa naenda hivi. Yeah. Msee mtoi ananiangalia hivi. Ananiita anko. Anko sasa. Sasa hapo ndio nikajuanga hii shughuli hapana. Unahitaji kwa nyumbani. Inahitaji watu karibu. Manze. Sasa hiyo ni challenge ulikuwa na face. Hiyo ni challenge nilikuwa na face, but being a producer is one thing because ni kitu fiti because it's fun. Okay. It's fun. Kukua creative ni fun. Itake mse dull. Nataka mse open minded. Nataka mse open minded. Okay. Wow, nice. Mmesikia kukua dad na producer manze nihitaji acha tusiende hapo, si bado tujafika. Bado tuna learn. Sasa wewe personally what have you like achieved in production? Like say unaweza ambia mse I was somewhere either in 2020 in 2021, say we are going to 2023. Like so far what have you achieved in this 2023
unaweza ambia msee yenyewe mimi am proud bana niko na hii yenyewe ama goals zako za 2023 zilikuwa aje na have you achieved anything? How many percentage of it have you achieved? Me believe kitu moja bro. Yeah. Achievements na zile vitu unaweza kuwa proud nayo. Ni change life ya wase wangapi? Okay. Because I might have achieved things nikiwa solo, yeah, but sija change life ya msee. Okay. At the end of it sitakuwa bring an impact to the society. Okay. So zile vitu achieve, like naweza sema kuna wasee nimefunza production, mentor wasee, wamekuwa photographer fiti, yeah, wamekuwa director fiti, una get? Yeah. Like ile tu kuwork na msee umwambie do hivi umpange mchangie life. Manze nimechange wasee kadhaa. At least kuna msee place anaweza sema kama si leseni singejua hiki kitu. Una get? Tena achievements is more because nimefika place yenye bro, kuna time nilikuwa nakosa rent ya 3K. Producer mzima anakakwa hiyo nyumba ilikuwa inakaaje? Hata sio bed sitter, hiyo single room ya mabati. Ilikuwa single room. Ilikuwa single room. Wapi? I think hata unajua hiyo time. Ilikuwa single room ile before nihamie Kitee. Nikiwa Isinya. Kawaida. Niko na studio, niko na shop ya branding. Lakini nakosa rent ya studio, nakosa rent ya hao. 3,000 bro. Wallahi. 1 2 3 3K kitu yenye siku hizi unaweza kaa hivi useme shika mseko kule nyama hapa Mr. Blake kwa hii kitu sasa hiyo time ikakuwa hard ikafika place nikafungiwa studio nikafungiwa studio but hizo battles nilifight silently, hakuna mse alijua vile nilifungiwa. Nikasema siendi home, siendi kukaa nyumbani na ama kwenda Kitengela. Utoke uwezi afford 3K uende Kitengela. Nika take risk. Kasema wacha ikuwe. Nikatoka ile ndo nilikuwa nayo, nilisema hadi silipi hizi nyumba. Nikahamia Kitee, nikachukua nyumba Kitengela. Alitoroka na rent. Katika hiyo nyumba ndio huyu. Hapo nikahepa nikakuja Kitee. So venye nilihamia Kitee, life Kitee ikakuwa haikuwa mbaya. Sasa hapo Kitee nikapiga shughuli, tukapiga shughuli. Ulikuwa unajuana na mtu Kitee? Kuna best yangu alikuwa na studio hiyo time. Alright. Nakumbuka hizo time but then nilisha work na nililearn some stuff. Ndawaambia pia mimi on my next. Hiyo time but ulikuwa unakaa mse cool kid mse amesettle. Hiyo time ulikuwa na fight battle. Bro. Unasema nini? Kuna kijana anakuocha hapa. Anasikia ati huyu mse ni producer mzima alafu anakosa 3K. Nilikuwa nakaa hivi. Tulikuwa tunakaa na nyinyi studio tunapiga story. Tunacheka lakini jioni napiga hesabu. Hebu ambie tena tulikuwa nakaa wapi? Tunakaa studio. Mimi ni producer. Tunakaa studio, tunapiga story, tunacheka. Jioni tukitoka hapo kila msee akienda njia zake ndio unaanza kujiuliza maswali mob. Nitakula nini? Wife atakula nini? Luckily hiyo time mtoi alikuwa na madhe home. Kwa hivyo ulikuwa tu wewe na wife. Wife ana job, sina job. Niko tu na equipment za studio lakini sina job. Naoma sana. Bro, but God alikuwa mtrue. Hizo story tuli overcome. Hiyo ikajani. Sasa hiyo unaweza live rent. Sasa hiyo before time, si on time. Before time. But hiyo time like huko unajua kuna mama ni hiyo stage yenye msee unaona ni kama kinaumana. Hako ana zile like acha nichapie mabeste ama uko anga unaamini mimi ni ule msee. Mimi ni ule msee okay. Si kwa ubaya lakini unajua sijui ndaiputaje. Toa hiyo maneno, hiyo ndio tunataka tusikie. Hiyo inakataa kutoka. Sitaki sound offensive. But mimi ni yule msee kitambo nipigie msee nimwambie niaje nisaidie na 1000 ama nisaidie na 2000 na kwa gani nimefika at the age kabisa. It's ni tricky.
ni tricky. Noma sana. Heri ni call mse simjui wa huko. Kuliko mwenye unajua. Kuliko mwenye unajua. Kuzi mse unajua atasema mse si upiga majob. Mse mimi namuona kwa TV. Baada hiyo time nilianza kumjua juu ya branding, unaona ilikuwa ni mag Listen, I was like okay, mse bana ni celeb, mse ako kwa mag ile T-mag kama mnaitaje. What do you call hizo vitu? It's a T-mag. A T-mag. Mse wewe nikasema mjamaa kwa mado. Alafu tena hiyo ni time mimi I was coming to your industry, singonga very new. Mse I'm ready to learn anything ina come through. So me I was like mse hapa fit. Hiyo time ilikuwa noma but ili work fit because you know venye nili transition kukuja Kitengela nili create a new circle of friends na nika learn vitu mob vitu zenye sikuwa najua, nika network na nika end up kupata businesses zenye because unajua kuna kitu wasee wajuangi. Like sasa ukiishi Nairobi kuna difference ya mse anaishi Nairobi na kuna difference ya mse anaishi center ya Ocha. Nikifungua studio Nairobi na ufungue studio center ya Ushago, kuna sijui currency levels ama ni as in kuna hiyo rates. Hiyo rates so rates za huko home na rates za place nyingine ni tofauti. So ukiishi Ocha na pia chances za kujulikana. So ukiishi Ocha utakuwa unapiga job moja kali sana lakini umepiga job ya 10k. Ukikuja Nairobi utapiga hiyo job na 100k. Wallahi. Unaona? So hizo ndio vitu nilikuja kulana. Nilikuanga napigiwa simu naambiwa ni aje? Tuko na wedding nataka utufanyie. Wedding mimi nalipishanga 15,000. Aje hiyo ni Maka anakuuliza anakuambia you really a producer? Bro, kuna time nilipoteza wedding ya 300k. I swear. Juu ya 300 juu ya budget yako. Nilianda quote. Wallahi. Mimi niliambiwa tuma quotation. Nikatuma quotation ya 50k. Bro, sasa hiyo nilikuwa nimejichocha. 50,000 ta deliver. Google maneno. Umse aliangalia hii kitu. Akaambia one of the committee members. I'm already this guy will not be able to deliver what I want. Is a scammer. 50,000. No. Hiyo job ilikuja ikapewa. Unajua sasa hiyo mimi nilikuwa napiga hesabu asintabaki na 10k hapo. Wewe ulikuwa umejiandaa. Sasa hiyo niko na kamera yangu nini. Nikupiga tu nini. Ninge hire drone nini. Nipige job nibaki na 10k yenye ningejilipa ya editing. Mentality ya Ushago. So unataka kumaanisha mse ako Shags na mse ako Tao, those people wako na different mentality. Yes. Like to grow advantage ya mse wa Tao ku grow is very high, lakini yule Ushago sijui kama mna get hiyo concept. Muna get. Anyway tunaendelea ku get. Sasa ukajua hiyo different wewe ukashift. Nikashift. So vile nilishift nikakuwa sasa more aggressive into business na nikulearn vitu mob. Nilikuwa napewa job ya branding naambiwa niandike invoice. Unashinda invoice ni nini? Na nimesoma nimemaliza high school. Nimefanya business form 4. Invoice ni what? Unaenda kurecord audio. Hatari sana. Unaenda kurecord audio. Very important. So quotation nilikuwa na design naandika quotation nyingine mpaka mse mwingine akanipigia akaniambia nani ameandika hiyo quotation, nikamwambia ni mse fulani kwa ofisi nimemwambia atume imetumwa. Akaniambia huo mse hajui kuandika quotation. Na sasa ni wewe. Na sasa ni mimi naambiwa hivyo. Sasa nikamwambia mse fanya hivi. Si uniandikie nikutumie logo. Niko na logo place niko nikutumie logo unichore nitakupiga kitu ya chai. Si akanidesign ya quotation sasa akanisisi kwa email ndio nikaona kumbe quotation hiyo kaga hivi bado ni choma. So nikaanza kugain hizo experience, nikajua kuquote vitu, nikajua kubargain, nikajua kupiga rates za job. Kuandika contracts. Kuna mse like hiyo time ulikuwa na struggle na ku learn vitu za Tao, unajua ku adapt place umeingia tu sahihi si rahisi. Kuna mse ule unaweza sema nani bana hapo liniokolea. Wewe ni kama hiyo time ulikuwa a bit mad. Okay, basically naweza sema before ni learn mimi nimelearn through hardships. Mwanaume
unaoshwa ukilani. Kwani ni kesho? Unaoshwa ukilani. Unaanguka ukiamka. Bro, nimejaribu hadi wash. Wacha. Wewe msee bana. Namba yangu ni 0. Nikupatie. Lakini si ati kujaribu kufanya. Mimi ndo niliosha. Wallahi tena. Wase, leo ni kubaya. Video nilioshwa. Nilijaribu hadi wash. Nikajaribu kuna vitu zingine tulikuwa tunaambiwa ati sijui mercury. Ukatafuta hadi mercury. Nilienda hadi Kitale msee. I didn't think your time tulikuwa wallahi uongo. Nilienda hadi Kitale naambiwa kuna mercury inatoka Uganda. Ngoje Kitale. Hiyo mercury ulikuwa ushailipia ama ndio unaenda? Sasa au tujalipia tumebeba do. Mko na cash? Tuko na 70,000. Mko mnadu wire ni cash. Walisema sijui nini story hiyo kitu natoka Uganda sijui nini waaskari wa border sijui nini wapewe cash. So sisi tukabeba cash tukaenda hadi Kitale tukalipa place tulidoze. Tulikaa hapo 5 days Kitale. Tunapigia msee anatuambia nakuja niko hapa. Unajua kuvuka border si rahisi. Kuna karatasi nilisahau mahali ya border Alikuwa anasema unajua nimekuja nikapata maaskari nikazunguka sijui ma satellite sijui zitasensi kitu sijui nini. Hiyo hakuwa na idea. Alafu kwa border. Mimi ndo mjanja na sasa hiyo mimi bado ni fala. So msee mwenye tuko na yeye sasa afadhali hata mimi. Afadhali wewe. Wallahi tena. Sasa hivi nilioshwa. Mzee tulikuwa na yeye kama anararua tibag kwa chai. Sasa so huyo mzee wewe acha kumchomea. Siwezi mtaja. Alafu sasa hizo ndo. So tumefika Kitale. Tukaambiwa mzee akakam. Mzee fulani akakam through. Mzee sasa mwenye alikuwa anatuletea hiyo mercury akakuja akatuambia alikuwa amefunga kitu fulani na ameirapa na matope. Anatuambia ati unajua hii kitu tunaifunika hivi ndio mkiingia Nairobi kuna satellite zinakuanga mahali mkipita tu nini hivi Nakuru ama Eldoret hizo mpita tu Nakuru hivi kuna satellite zinamulika hivi ina sense hiyo kitu. Alafu bado unasikiza hiyo story inakaa real ina sense hiyo kitu kwa movie. So ikisense mtashikwa na maaskari. So lazima tufunike kitu na matope. So msifungue. Sasa tunaangalia bro. Tumeambiwa tusifungue. Ishara apiwa. Ukatoa do 70,000. Akaenda. So mkarudi Nairobi na matope yenu. Nairobi imekuwa kwa bag matope. Alafu imefungwa na karatasi karibu 5. Ngoja, alafu za nylon. Market ya mercury ilikuwa ama sasa kuna msee mwingine anatutafutia market sasa. So tukafika Nairobi. Tulia Nairobi. Tunapiga ule msee alikuwa anatutafutia market anatuambia huyo mzungu anakuja sio anatoka Egypt. Anatoka ilikuwa Egypt ama ni Israel. Sio ni Egypt ama ni Israel. Analand kesho jio. Kwa hivyo kujeni kesho jioni after 40 hotel. Unajua hii ni deal imeivana na matope. Deal imeivana bro. Unajua tulikuwa tunaingiza pesa ngapi? Hadi nilikuwa nishaanza kutafuta nyumba ya kubai. Uongo. Bro, how much? Tupe figure, usiogope ulioshwa. Kubali kuna msee unachanua hapo. Tulikuwa tuingize 100m. Wallahi. 100m sijui ilikuwa 10 grams. 10 grams ilikuwa 100 grams. 100 grams so ilikuwa 100m. Wallahi tena. Ukaona tu life yako in another bro. Kaanza create my vision. Nilikuwa nishaanza create my vision, nikasaka nyumba, nika download magari naingia OLX naangalia magari naona hapana hii hapana. So too cheap. Nilikuwa napigia hesabu nifike tao tukimaliza hiyo deal nipitie DT Dobi nichomoke na Benz. Yaani mzee ameona tu ameomoka hata ngoji. Hawa ndio watu wanafaa kushikwa. Naambia wife. Sasa imagine umechukua Benz alafu unaulizwa kijana umetoa wapi? Wife tulienda kutafuta na yeye nyumba. Uongo. Tukatafuta place ya kufungua. Tukatafuta hadi tukafungulia wife job. Nilikuwa nataka kumfungulia job shop big sana ya cosmetics. Wallahi. Unajua wife ana watch. Si anajua mimi mkumbusha hiyo story tunaisha.
Alafu kaenda aje wife akaona deal imeanguka. Bro. Sasa tukafika after 40. Kuja after 40. Hawa sasa wanatuuliza mnaingia kuona nani? Tunamwambia hiyo jina nimesahau. Amesema ako hapa juu. Anatuambia hapana mwezi ingia. Na nini mmebeba? Ambia hapana. Hatuwezi fungua. Hatuwezi fungua. Ni yao msie tuna deliver. So nimevaa suti nyingine mzee, nimefunga tai nyingine mzee. So mzee anatuangalia hivi anashindwa hawa si wanataka nini bana? Mpaka anatuuliza nyinyi wageni Nairobi. Mmeambiwa wapi after 40? Na si ni hapa. Ni hapa. Akatuangalia hivi akatuambia haya sawa. Leteni basi tupige search ndio muingie. Kaambia hapana hii kitu isachiwa juu ni parcel ya wenyewe. Haiwezi funguliwa. Akaambia ampigieni simu. Pa kupiga. Ati iko voicemail. Kidogo tumesimama hapo like 10 minutes akafungua simu tena. Akasema tumetoka hapo kuna msee anatuma akuja wachukue mtampatia hiyo nini ya bebe alafu kama mko na pesa zozote juu sasa yeye hata saachiwa mumpatie do na simu ndio muingie alafu hizo simu zenyu mzime juu maybe mnatrakiwa. Tukazima simu tukapeana do mafala. Tukazima simu tukapeana do tukaeka do kwa bag yenye ilikuwa na ile mercury. Si mercury. Ambia watu ukweli. Ni mercury juu hadi wale hujajua ni nini. Ile matope. Hujajua ni nini. Ile kitu ilikuwa. Tukapea huyu msee. Tukaenda. Sasa unajua tunaenda wapi? Tunaenda Safari Park. Inaitwa si Safari Park, Serena. Tukapanda. So ile place tuafukia Ngalami hivi. Ilikuwa majioni so wasio wameanza kukua crowded kwa hiyo zebra crossing. Hatujui penye msale alipotelea. Na simu, na bag, na pesa, na mercury ya 100M. Tunatafutana hivi kwa zebra crossing. Hakuna msiano na mwingine. Sasa hamna atafea. Kuvuka Uhuru Highway hivi. Sio ndio Uhuru Highway? Tunavuka hivi. Mzee tunaangaliana hivi hatuna fare hatuna nini. Tunatafuta huyu mzee hayuko tunauliza hiyo bado ulikuwa na kaki. Mumeona mzee amebeba bag na kaa hivi na hivi. Hakuna mzee amemuona. Bro, tukatoka hivyo 70k ilienda hiyo time tulikuwa na 3k ilienda simu zilienda mse wa wash akawaosha tulioshwa. So after your experience mimi hata mtu ukiniambia ati sijui ni bet na ogopanga bet not unless betting company ikuje iniambie wanikalishe chini wanifunze kubet. Ni hivyo wanipatie endorsement. Sasa kuna kijana ako hapo nje. Kijana anaona ni kama umepitia sana lakini sasa hii penye uko ile stage yenye sama uko na kaakili. Niko na kaakili. Uko na kaakili hawezi fanywa hiyo maneno. So unaweza mwambia nini yeye ameanza ku struggle ako bado kwa kale ka bed ka 225 ama 2k. Mimi naweza kuambia hivi kitu moja. Trust the process. Usirukishe. Enda tuna hizo steps. Kitu fiti ni ile kitu uenda pole. Usitake kutajirika haraka. Cause hata sasa ukipatiwa 100M na the most pesa mingi yenye umekuwa ukishika ni 10k ama 20k. Utamisiuse hiyo 100M. So kubali kugrow pole. Kwa na hiyo sweat na hiyo struggle. Jua because it's not one ile kitu matter. See your net worth is not the terms in terms of monetary. Your net worth is your network. Build network. Achana na story ya monetary. So you can unasemanga nini hizo producer mnaitangaje trade whatever nini at you atikelea pambao inakuja kwa 60. Kwani bro utangoja hiyo 60. Wow, mimi nimelearn kitu so siwezi oshwa. Another thing, umesema you are a music producer pia. Kuna wasanii kadhaa hapo hivyo umefanyia kazi. Ule msanii sasa hivi unasikianga hivi unaona kazi yako unasema I'm proud bana, hii job ni yangu. Nimeshoot music videos. Nimeshoot music videos karibu Sosai 100. Nimeshoot music video for Kiengei, wale wanamjua Kiengei. Okay, namtambua. Nimeshoot music video for boys anaitwa Gospario. Imecheza sana. Nimeshoot music videos
za guy. I hope wase watani crucify nikikosa kuwataja zuni wengi. Guy hawezi tutawaambia tu wanaelewa hii maneno. Nimeshoot music videos akina dema anaitwa Susan Murunga. Nimeshoot music videos for boy anaitwa Selempo, stuff lani Masailand. Nimeshoot music videos for bro mob sana. So uangalie hivi video zao unasema hapa nilichapa kazi fit. Good thing is that una learning tu. Hakuna mtu amekwaga ameiva hiki tu. Unaweza piga leo music video useme ni kali. Kesho upige nyingine tena useme ni kali kuliko ile. Kuna zile like kucompete na wase. Unajua producers wako wengi, unaona huyu ametolewa na Motive ama ametolewa na there's this producer of a friend of mine anaitwa DJ C, anaitwa producer Scene. Scene on the beat. Yeah. Yo boy tumegrow na yeye. So unaona like video zake unasema boys amekaa mfadi. Like ni kama bado kuna vitu unawakia ama you not after hizo competition and competition is healthy. But ukikompete na msee una learn. Competition is healthy. Sikatai compare iko. Lakini kama hau compete hakuna kitu unadu. We live in a competitive world. Better than huyo ama unataka kuendelea kufanya more ndio huyo asikufikie. At least make yourself better. Sio ucompete ushinde msee. Compete to make yourself better. Oh wow. Okay. All right. So far so good manze. I'm telling you mimi nimeanza kula. So wale wase mnaona nakuja na ubad mjue I'm competing myself to be better. Another thing, wewe familia wanaonanga like tuko na unajua being a producer vile tulianza ukasema si kazi rahisi. Wanaonanga like ukijana anaenda kuwa mahali. Hakuna mtu kwa familia anasemanga bro unani inspire mahali. Ushaipata hizo comment like you una inspire msee ama unajenga kuna vile una motivate msee kufanya kitu. One thing family members mentor familia family will never tell you the truth. Watakuchocha. Watakuchocha tu because wewe ni wao. Wazi wale wase wanakuambianga ukweli. Unaona wale wase ku criticize hapo kwa comment. Au ndio wase kuambianga ukweli. Hicho iwezi. Hicho iwezi. Wewe msee tafuta kazi. Msee ni kienyeji. Unaona? Sana. Sawa wase ndio wazuri. Au ndio wase wazuri. Criticism ndio ufanya msee agrow. So kama hau criticize hivi hakuna kitu unadu. So kuanzia leo kama hu criticize yongi kwa issue yako. Hata mimi nilikuwa wewe funga ende ufuge. Mimi nilikuwa hivyo. Nilichangiwa. RIP bro. Niliona story bro. Sana. So mimi I'm doing something great. So hiyo ndio criticism ndio kitu mi by the mimi utakanga msana ni criticize. Nikipiga video msee kuja comment asema color grading is poor. Msee mbona kuna tint hapa hivi? Nitakaa chini nianze kusema color grading ni wapi si kufanya fiti. Lakini yule msee anakwambia hii video ni kali bro. Hii video ni kali. Alafu kuna chunga sana. Huyo msee anakuchimbia shimo. Kuna hao mabeste wenyewe. Kuna hii meme nilisoma mahali nasema ukifungua YouTube channel utajua mabeste wako. So wewe uko na hao mabeste kwa life yako ile kazi unafanya huwa unawaambia msee kuna kitu nimewekelea mahali. Kuna kitu nimewekelea mahali. Bro. Acha nikwambie kitu moja. Una posting content. Content ni ya 15 minutes umepost acha nikuonyeshe. Content una post content ni 15 minutes umedropia msee content saini 1548 si ndio? Umetumia msee content 1548 umemtumia link 1549 amekureplyia kali sana amewatch saa ngapi akamaliza. Wallahi mabeste. So niko na wale mabeste na niko na wale mabeste hushare niko na wale mabeste who watch hadi mwisho alafu anakutumia screenshot anakuambia bro nice content improve on this. Hakunanga msee perfect. Hakuna. So big up to you all.
Sasa wale wasewa nimewatch online Kali sana. Kali sana. Hebu wewe jione. Big up man. Hata ukifungua utawatch hivyo hivyo. Kwanza itakuwa very fast. Sasa hiyo hata wachana na hiyo yako ati tu mimi sasa hiyo exact time tutakuwa tuna reply sasa ile umeweka status 1 minute. So tunakwambia ni kali. Huwa wanatuchocha but kwa life inahitaji kuwe na those kind of friends. Yeah. Ushapatikana kwa scandal. Leseni amekula pesa ya music. Amekula musician fulani. Ujaifanyia mtu majambo. Ujaisema juu nilioshwa hata mimi eyebrow unijui bana. Tujuani Nairobi. Kuna venye unajua wanakusikia watakomenda. Rudia hiyo swali nikiwaangalia. Ushaiosha mtu kwa industry ya? Nikakula pesa yake. Ukamwambia tu wewe kazi yako iko jikoni. Iko. So guys, it's been a very nice show na producer Leseni hapa, a director, producer, me a dad. Mimi kwanza hiyo part ya dad ndio inanishangaza sana. Sio unaona hii producer is so young, watoto wawili. Manze, how is it like now wewe ni mzae, how do you feel like a dad to gentleman kwanza ni wanaume ukula alafu unajua kwanza ni CBC. So is the experience unaona ni kama kuna vile kawei kameanza. Ni experience fiti sana. Cause one thing mimi sikuwa grown father. So it's ni kitu si okay. Naweza sema ni kitu nimeipata ikiwa naipenda sana. Una get? Cause mimi sijui father's love inakaaga aje. Una get? So mimi ulan vitu mob nao maboys nikikaa na wao. So sometimes me upiga job then like kama sasa hivi yenyewe tunaishi pamoja cause tumeanza kuishi pamoja sasa like recently. Mimi maliza job haraka naenda home to create hiyo time tu nikae na wao nini. Cause parenthood ni shule. Una learn na mtu yana learn. Wow, nice. So kuna huyo pia hapo kijana anaona, wewe mimi niko na kamoja bana na nikikaa wewe ndio na feel peace. So hiyo anaweza kuwa na lack nini? Naona kama watu wakiwa around ni noise, kelele, sina time. Inakaanga hivyo. But the moment ukirealize the strength ya mtu na realize vile mna bond. Haitakuwa noise. Hiyo noise utakuwa unakaa hivi huko nje unaimiss unakimbia home. Wow. Nice one. Wow, niliona mko na family YouTube. Mnafanya mambo huko. Niliona juzi kwanza wewe guys. Nakwambia if unataka kujua Leseni more ako na YouTube channel hapo vlog yeye na familia. Go see those video manzeni amazing. Uone hiyo dad love ile hii love anatuambia unajua mtu anasemanga na ana proof. Maybe anataka kuchocha wife asikie vizuri. Sikie my husband hapa akuchoma. Akuchoma. Sasa kuna hii part nyingine ya wewe as a producer alafu umepatiwa kama hiyo job ya Felicity. Is it Felicity? Hope I'm saying her name correctly. Felicity. Yeah, sasa unaona ni dem. Wife wako akuletee shida now the time umeanza. No. Mimi nimeoka na wasee wengi, clients wengi wangu ni madem. Mabeshti wangu wengi ni madem. Alianza tu kununa kitambo lakini akakujanga kuelewa. Okay, kwa hivyo kuna kitambo alikuwa na shida kitambo lakini sasa hivi alielewa. Wow, nice one. So for me nataka tu nikupe chance ueleze huyu kijana, huyu mzee, huyu msichana hapo hivyo. Yaani mpate tu word inaweza inspire to become the person yeye huwa ana dream akuwe. Mimi nitakwambia vile niliambiwangwa. Kuna msali niambianga usiwahi ngojea msee akulift up. Don't ever wait for someone to lift you up. Don't ever wait for someone to give you like ideas on how to grow. Sit down, learn from people who are ahead of you. Sit down, work for someone who is ahead of you, and through hizo utaget kulearn. Another thing, avoid ziletagwa get rich quick schemes. Avoid kabisa.
trust the process, work on yourself every day. Make sure before ulale umelearn kitu mpya. That's the only thing naweza kuambia. Na usikubali kubebwa ufala. Nice one. Kuwa na kiburi yako. Usikubali kubebwa ufala. Nice, unakuwa na kiburi yako. Yeah. So kuna hii pressure sasa iko ya social media. Like everyone is on social media. Alafu watu wanaona, hey, let me do this, ni trend. Like I saw a video, jamaa amejipaka matope hapo hivyo, wamecreate drama, wamecreate a drama just to trend. Wewe unaona, is it a good image or okay? Anataka tu hizo followers na like Publicity. Publicity as in sasa tuko place yenye tumefika. I think some other vitu zenye wase wanafanya kupata publicity zingine zimekuwa too much. At least okay, ukitaka unajua unaweza fanya kitu kifikiria una trend but you're tarnishing yourself. So si lazima utrend. Si must. Ni watu wangapi hawa trend na wanaishi maisha fiti? Ni watu wangapi wanapiga content zao pale nje hazi trend lakini zinawalipa? Si lazima utrend. Negative publicity. So I grow to take you like you said the process. Yeah, so trust the process. So on social media. Najua nyinyi ni very young people ndio wako on social media sahi. Napata hizo pressure sana wako nazo. So just trust the process vile amesema, alafu utajipata hiyo place unataka. Yeah. So are you in any social media platform wanaweza kupata just in case? Kabisa. Social media zangu ni Instagram @directorleseni, TikTok @directorleseni. Kwa TikTok? Wait, guys, now you know most of my viewers ni ma TikTokers to follow @directorleseni. Okay. Juu sasa ndio nimeanza kuintroduce family on social media. Then our YouTube challenge our YouTube channel was a new one guys. Our YouTube channel is The Lesenis. Yes. So wewe una feel like it's okay now that include familia kwa social media? Unajua kuna vitu hatuwezi avoid sahi. Ule msee mwenye anasema familia yangu siwezi weka public sijui nini. There is no ina difference na ile picha unatuwekeanga Facebook ati umepiga leo ati out with mama out haina difference na kuweka YouTube. So basically ile kitu different na YouTube ni content tumebring. Okay, nice. But kuna vitu personal zenye hatuwezi zileta nje. Okay, so kuna msee hapa hivyo amekusikiza amesema ameona wewe ni producer na pia amesikia ukianza ukisema kuna wasee umementa na pia angetaka maybe aanze kulearn production. So anaweza kupata wapi ile like are you having any official number ya kazi? Yes. Ama how quick can someone reach you? Kabisa mimi namba yangu upeana. Okay. So namba yake utatupea tuweke hapo. Utaweka tu hapo. Okay, so for any question about production ama for any work, hiyo namba ina run hapo chini. Make sure umecheza kama wewe. Wewe nani, ngoja kwanza tuambie watu kweli. Hiyo namba si ya kupiga usiku. Hata ukipiga usiku iko off. Inaweza kwa iko on lakini iko off. Kwa nini unaweka namba off? Iko on lakini iko off, just ashika. Sawa, sasa tuachie hapo. So it was nice. It was nice talking to Director Leseni Manze. Thanks for coming. I'm very sure kuna pia mse amelana amekusikiza fiti na anaenda kukufollow. So tunafanyanga hivi before tutoke huwa tunaambianga watu kitu. Hebu waambie wa subscribe na share. Usiwafiche, waambie ukweli. Na wale watu wa kuwatch sayo. Subscribe, unacheki that red subscription button iko hapo. Kuna kazi yake. Finya tu subscribe, finya hiyo bell. It costs you nothing. Aitishangi do by the way. Haiwezi kuitisha pin ya M-Pesa. Kama Hustler Fund unapatia pin yako ya M-Pesa. Now, do you have 5 so? Nesi kuna msali pata 3 so. Limit yangu ni 700. Wow. Na ilikuwa ya business. So, which business unafungua na 7 so? 7 so? Nilikuwa nafikiria nishakula hiyo pesa. Nishakula hiyo do. But nilikuwa nafikiria kwa kama hivyo. Unajua mimi ni businessman. Hebu imagine
Hebu imagine unaweza buy crate moja ya mayai na uboil. Hiyo ni how much crate for something up for 50 for what? 380. Si buy 385 huko. Okay. Una buy crate moja ya mayai una boil unaweka kwa bucket na unaweka pale nje na unasimama tu hivi. Unagongea wasee. How much utapigia mahesabu? Mayai moja siku hizi sijui ni 25 ama ni 30. 25 times. Inakuwa 30. I think 750. Hiyo si 750 sasa unapata 50 bob ya juu. Zi. Ama kuna ile balance ulibaki nayo. Kuna ile balance ulibaki nayo. Oh wow. Okay. So mwanaume ushapata business idea. So hivyo ndo tunamaliza show. Hope to see you next time. Please subscribe, share with your friend. Alafu wekelea thumbs up wale wa thumbs down pia time yenu itafika. Na muache kuskip ads. Bye.